Je, umewahi kuachwa au kuumizwa na mtu uliyemwamini sana? Yaani kusalitiwa na mtu ambaye alikuwa ni wa karibu yako. Je, umewahi kushuhudia rafiki yako kipenzi akionekana kuwa mwema mbele yako, lakini akienda nyuma yako anakuongelea vibaya? Yaani anakufanyia backbiting. Lakini nyuma ya mambo yote wewe unakuwa haujui lolote, na unapokuja kugundua moyo wako unasononeka. Leo ningependa tuzungumzie jambo ambalo linaweza kugusa moyo wako, tukitumia urafiki wa Yesu na Yuda Iskariote. Yaani tutaangalia jinsi marafiki wanaweza kuwa sehemu ya maumivu yako, lakini sehemu ya kukamilisha misheni yako au kukufundisha. Ndugu yangu, maisha yanaweza kuwa na changamoto. Hakuna mmoja kati yetu ambaye hajawahi kuumizwa au kuachwa au kusalitiwa. Hakuna mmoja wetu ambaye hajawahi kusemwa vibaya. Ni kwamba jambo hili kuwa ni changamoto kwa kila mmoja, kwa kila mtu. Jambo linakuja moja kwa moja kutoka kwa maandiko ya Yesu. Yaani tukitumia mfano wa Yesu, maisha ya Yesu, Yesu alisalitiwa na rafiki yake wa karibu sana. Ndugu zangu, mara nyingi wale watu tunaokuwa nao karibu, ambao tunawaita marafiki, tunaowapenda, wanakuja na tabasamu mbele yetu, lakini muda mwingine baadhi yao nyuma yao wanazungumza vibaya, wanatusaliti na kufanya mambo ambayo yanatuumiza na kutushusha kabisa kiimani. Na mara nyingi hatujawahi kufanya lolote baya kati yao, yani juu yao. Huwa ni kitu ambacho kipo tu nacho, wanakugeuka na wanafanya mambo mabaya. Tukitumia mfano wa Yuda, leo tuingie kwa kati. Yesu anatutaka tufanye nini? Na ni kwamba ukifanyiwa kitu kibaya au rafiki yako akikusaliti, ni sehemu ya kujifunza, au ni sehemu ya kukuonya, au inaweza kuwa ni sehemu ya kuwafundisha wengine. Sasa somo la imani linapoingia katika wewe au kati yetu, linatufundisha na kutufomu kuwa wapya. Hebu fikiria, Yesu ana rafiki ambaye ni Yuda na wengine 12, lakini akasalitiwa na rafiki ambaye alikuwa rafiki yake kipenzi wa karibu na mweka adina. Ndugu yangu, rafiki wa kweli aliunda uhusiano wa karibu na wanafunzi wake. Yuda, rafiki wake wa karibu, alimuudhisha, alimkosea, alimuumiza, akamwacha peke yake katika kipindi kigumu zaidi cha maisha yake yote. Yaani alimsaliti Yesu katika kipindi ambacho imepangwa kimaandiko, lakini ni sehemu ya kufundisha, kwa sababu ilipelekea hadi Yesu akauawa. Lakini Yesu hakukata tamaa, hakurudisha chuki kwa chuki, hakushindwa, alibaki mnyenyekevu, aliendelea kuonyesha upendo, aliendelea kufundisha, aliendelea kuishi kwa mfano wa imani. Hii ndiyo maandiko ya leo yanayotufundisha. Uvumilivu ni nguvu yetu na majaribu ni fursa ya ukuaji. Wakati tunapokutana na rafiki potofu, hatuhitaji kuchukua sasa kurudisha uovu kwa uovu. Hatuhitaji kuumizwa ndani zaidi. Watu waharibu nje au wanafikiri wanafanya hivyo kwa ajili ya manufaa yao, lakini baadaye inakuja kuharibu hata wenyewe pia na kuwaumiza, kama tulivyoona Yuda mwishoni alikuja kujuta. Tusijenge moyo wa chuki kwa sababu tumesalitiwa. Badala yake tunachukua somo, tunajifunza kuwa imara, kuwa na moyo wa upendo, kutegemea Mungu kila wakati. Kila jaribu, kila uharibifu wa uaminifu ni mwongozo katika Mungu. Mungu anania, Mungu anakufundisha, na Mungu anakupa njia, anakuonya. Mwanangu, kuwa hivi, jifunze hiki, ishi na watu namna hii. Ni njia ya kutufundisha kuwa watu wema, wenye uthabiti, wenye moyo wa huruma na wenye hekima.
Ni njia ya kutufundisha kuwa nguvu yetu haiko tu kwenye wengine, bali ndani yetu, katika uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, ukiona rafiki amekudhuru, amekufanyia kitu kibaya, au amekusaliti, amekusema kwa wengine vibaya ambavyo wewe haujafanya, mara nyingi hii huwa inatutokea. Hili ni somo kwako. Hii ni mwongozo wa kurudisha moyo wako uwe wa uvumilivu na imani kwako na kwa Mungu, tukijifunza kwa Yesu. Yesu ametufundisha kuwa hata pale ambapo dunia inaonekana kuwa kinyume, upendo na uvumilivu vinaweza kushinda. Kwa hiyo, tuwe wavumilivu, tuwe watu wa kusamehe, na tuwe watu wa kuchukulia changamoto sehemu ya kujifunza. Marafiki ni sehemu ya msalaba wetu. Tubebe msalaba yetu. Amina.